zunguka kitini pa enzi, tutaimba sana. Tutasalimiana tukizunguka kiti cha enzi. Tutasalimiana, 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 tukizunguka kiti cha enzi. Tutasalimiana. Nani atatuongoza kwa ombi? Nani atatuombea? Sote tufunge macho kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu mmesimama mkitazama washiriki, itabidi hata mimi nisimame na nyinyi hivyo, lakini mnipe masikio yenu tupate kusikiza kile ambacho nitaelezea. Sawa? Wangapi wananijua? Wananijua pengine kwa sura. Okay. Kama haunijui, mimi naitwa Jack Ndiege. Mimi ni mshiriki wa hapa sasa. Sawa? Najua siwajui nyote, lakini nitapata nafasi ya kuwajua moja kwa moja. Sasa hadithi yangu ni hadithi ile inaitwa ya Wayahudi. Hadithi ya Wayahudi. Leo nitaongea sana kuhusu Hawa. Kwa hivyo kulikuwa na dada mmoja mrembo sana. Msichana mrembo. Wangapi ni warembo hapo wasichana? Wangapi ni wasichana? Wasichana warembo. Amjiamini wasichana. Wangapi vijana pia warembo? Watanashati like handsome. Najua kizungu sasa na tofautisha. How many handsome boys do you have here? Handsome boys. Handsome boys. Unajua sasa wazazi hatuambii, ndio manake hawajiamini, sio? Unajua mtoto wako anauliza kama yeye ni mrembo na anafikiria mara mbili, wewe kumwambia. Unashinda kumwambia, unakaa kama nyani, sio? Wewe yeye akijangalia anaona sura yake ni nyani. Lakini ni warembo zaidi. Si nyinyi ni warembo? Ona venye mmeng'ara leo. Ona viatu. Ona nguo. Ona top yako. Ai, warembo. Tumwambiane Mungu asante. Sasa kulikuwa na msichana mrembo sana. Alikuwa na kijana rafiki yake, pia kijana mtanashati sana, kijana mhandisa. Sasa kwa sababu ya rafiki yao na heshima ambao walikuwa nayo pale, waliagana, walikubaliana ya kuwa hakuna yule ambaye atapata kuoa ama kuolewa bila kumwambia mwingine. Hiyo Kiswahili imeeleweka? Yule msichana alisema hatapata kuolewa kabla kupata idhini ya yule kijana. Na pia yule kijana alisema hata dhubutu kupata jiko bila kufanya nini? Kusikiza yule anasemaje yule msichana. Kwa hivyo ilipofika siku ya yule msichana kupata mtu wa kumwoa, yule msichana akakataa ya kuwa hataolewa kabla kumuuliza yule kijana. Kuna boyfriend. Nyinyi bado ni innocent, ndio? Kuna marafiki tu. Sasa wale walikuwa na boyfriend na girlfriend. Boyfriend ni rafiki ambaye ni mvulana. Sawa? Hakuna dhambi hapo. Na girlfriend ni rafiki ambaye ni msichana. Hakuna dhambi hapo. Kwa hivyo wazazi wakija watuambie wewe ni girlfriend wangu, usianze kumchuna masikio, mwambie wewe nilipeleka usome ama nilipeleka utafute girlfriend, ndio? Sasa ile siku msichana alipopata jamaa ambaye alimproposea kuwa amuoe, alikuja kwa yule kijana na huyu mchumba wake. Yule kijana aliposikiza habari ile, najua wengi wetu tungekuwa na kinyongo, si ndio?
Ungesema sasa wakati huu wote mimi na wewe tumekuwa rafiki, lakini ikifika wakati huu unachagua mwanamume mwingine. Lakini yule kijana alipopewa ile habari akasema ya kuwa nabariki uhusiano huu, naomba ya kuwa muendelee na mpangilio yenu mpate kufanya nini? Yule kijana mchumba akamwambia yule rafiki yake msichana ya kuwa naomba nikupee pesa fulani, fedha fulani, kwa sababu umekuwa kijana mzuri ukamtunza huyu msichana hadi saa hii hujakuwa na heavy heart kumruhusu anihone. Yule kijana akamwambia la hasha, mimi sitachukua fedha zako, nimewakubalia mpate kufanya nini? Walipotoka pale wakiwa safarini wakakutana na msafiri fulani. Yule msafiri akamwambia ya kwa sababu yule kijana aliwaonea huruma, hakuchukua zile fedha ambazo mlikuwa mnataka kumpea, sasa naomba mnipe ama niwanyang'anye. Yule msichana mrembo alimwambia yule msafiri ya kuwa kama yule kijana ambaye bado ako na miaka nyingi ya kuishi alituonea huruma hivi, hakuchukua zile fedha, hata hakunikwamilia, wewe mzee mzima, mbona usinionea huruma ili niende nikafanya nini? Nikaoane na huu mpendwa wangu. Yule mzee akasikiza akasema, wacha niwaachilie. Sasa hadithi hii nilitoa kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kwanza na vijana watatu ambao walikuwa ni wa Sabato. Vijana wangapi? Siku ya Sabato ilipofika walikuwa na safari, lakini wakafunga safari ili wapate kuabudu. Kila mmoja alikuwa na pesa. Watoto wangapi walikuwa na pesa hapa? Walikuwa na pesa moja tu. Sasa wale watatu walikuwa na ngapi? Pesa kila mmoja. Wakakubaliana sote tuweke pesa mahali fulani ili baada ya Sabato tutakuja kufanya nini? Kuchukua. Sabato ilipoisha, walipoenda pale waliweka pesa, walipata pesa haiko. Sasa walipopeleka ile kesi kwa jaji, kwa hakimu, aamulia kuwa unajua sisi sote watatu tuliweka pesa mahali moja, lakini tulipoenda pia sote watatu tulipata pesa zetu haziko. Kama wewe ulikuwa judge, ungesemaje? Hiyo story ndefu, lakini kama ulikuwa judge na nyinyi watoto watatu na pesa zenu zimepotea, ungeamuaje hiyo kesi? Ni nani alishukua? Ni mmoja wao. Ni mmoja wao, sio? Sababu walihifadhi pale ambapo hakuna mtu mwingine alijua ni wapi waliweka. Sasa kati ya wale watatu, nani alichukua ile fedha? Nani alichukua zile fedha? Haya. Sasa alipoletewa hiyo kesi, ndio akaleta ile hadithi niliwaambia ya kwanza ya yule msichana na rafiki wa kumchumba. Sawa? Sasa alipowauliza wale watatu, kama wewe ndio uliletewa ile kesi ya msichana, nani alifanya vyema kati ya yule kijana ambaye aliachilia msichana ama yule kijana ambaye alikuja na fedha ama yule mzee ambaye alikuwa anataka kuchukua pesa? Nani alifanya vyema kati ya hao watatu? Washiriki wazima pia si swali ni lenu. Nani alifanya vyema kulingana na mtazamo wenu? Yule aliachilia kijana alifanya, msichana alifanya vyema. Nani mwingine? Nani mwingine? Msichana pia alifanya vyema kwa kuja kumjulisha yule rafiki yake, si ndio? Nani mwingine tena? Mzee? Yule mzee wa kutisha kuchukua pesa na pia kuachilia alifanya vyema? Nani alisema alifanya vyema? Elda anasema hivyo. Sasa wale ambao wanasema yule mzee alifanya vyema, hivyo ndivyo hakimu alijua. Sababu wale vijana walikuwa ngapi? Sasa yule kijana ambaye alisema yule mzee alifanya vyema akasema, "Wewe unachukua ile pesa." Kwa sababu wewe lengo lako ni pesa. Naye mwenyewe akakiri akasema, "Yenyewe nilichukua ile nini? Ile pesa." Hiyo inaitwa behavioral psychology. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona mtoto tu ukipeana chakula yeye anasema, "Kwa nini yako ni nyingi na yangu ni kidogo?"
Huyo asipodhibitiwa atakuwa mlafi, atakuwa mlafi, sio? Asipodhibitiwa watu watakuwa nakula kanisani anasema, "Mbona ile ya pasta ni kubwa na hii yangu ni ndogo?" Sio? Watoto wangapi watakuwa wanakaa na wazazi wao, lakini wakiambiwa wasifanye hivyo hawatafanya. Yaani watakaa kutii wazazi, watakaa kutii wazazi, watakaa kutii wazazi, watakaa kutii wazazi. Kwa sababu yule mzee ambaye alikuwa anateka watu nyara pale mlangoni ama pale njiani, alikuwa anaambiwa na wazazi wake, wewe usifanye hii kazi ya kuteka watu nini? Lakini alikuwa anafanya chini ya maji. Wangapi wanateka wenzao wakicheza shule? Wangapi wanafanya ule mchezo wa kufanya nini? Kufunga nyasi hivi ili wengine wanaambiwa hebu kimbia pale alafu wanateguka. Wangapi wanafanya huo mchezo? Wangapi wengine wakicheza anamfanyia mguu hivi alafu anaanguka? Wangapi hao? Wangapi watu wakikula akiona mwenzake amezubaa hivi anaenda anachukua spoons mbili alafu nikalie kidogo. Wangapi wanafanya hivyo? Wakipewa switi mbili anaweka moja ndani alafu anamwomba mwingine, si nisaidie hata sijapewa. Wangapi wanafanya hivyo? Wangapi wakipewa mbili wanagawana moja? Kwa yule ambaye hajapata akipewa switi mbili anapea mwenzake. Asa, leo nataka mfanye nini? Mjifunze. Ukipewa mbili unapeana ngapi? Moja. Sawa? Ukipewa pesa pale nyumbani ya kujiandaa Christmas, ile pesa kwanza unatoa zaka na unatoa nini? Shukrani, si ndio? Tukifanya birthday, tunaimba wimbo gani siku ya birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wangapo nasema mpatie mfalme vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Sasa tukifanya birthday tunamtanguliza nani? Mungu. Anatuombea. Do you like my story? Yes, we do. Do you like my story? Yes, we do. So I should not forget. Oh yes, to tell. Good. Moja tuombe. Shukrani. Ombi. Hajui kuomba. Hawajui kuomba hao. Wanajua. Amen. For Jesus every day.